Kiuhalisia nimeshindwa kunyamaza. Najikuta tu ninaomba, napenda kuomba. Moyo wangu umeumbwa katika namna hiyo, na haipiti siku bila kulitaja jina la Mungu, bila kutafakari kulitaja jina la Kristo aliye mwanaye, iwe ni rohoni au katika kinywa hichi cha mwili wa damu na nyama. Nimesema hivi kwa sababu kuna baadhi ya maswali yamenikumba, lakini pia kuna lingine. Nimeshindwa kumnyenyekea mwanadamu, nimeshindwa kumuomba mwanadamu, nimeshindwa kumuomba binadamu kiasi kwamba ninamkufuru Mungu. Kwa kuwa ninasema hivi kwa sababu kuna wanadamu wanapenda kuombwa, wanafurahi, wanapenda kunyenyekewa kiasi kwamba wanapenda kuona kile chumba cha Mungu katika moyo wa mwanadamu. Wao ndicho wanakimiliki, wao ndio wanamiliki. Kwa maana hiyo ni kwamba katika moyo wa mwanadamu kuna chumba cha Mungu, kama ilivyo kwamba kuna chumba cha mpenzi wake mwanadamu mwenzake, kama ilivyo kwamba kuna chumba cha mwenza wake. Vivyo hivyo hata Mungu ana chumba chake katika moyo wa mwanadamu, ambacho ndicho hukutana naye na ule mwanadamu wa ndani. Wanaongea, wanateta, wanazungumza, kama anavyosema katika Isaya kwamba njooni tusemezane. Kwa hiyo kuna wanadamu wanapenda kuombwa kiasi kwamba, kunyenyekewa mpaka hatua mwisho kiasi kwamba kile chumba wao ndio wanakimiliki, wao ndio wanapenda kuona ya kwamba wao ndio wanaishi mule katika kile chumba cha Mungu. Badala ya Mungu, utakuta mwanadamu anamnyenyekea mwanadamu mwenzake kiasi kwamba anamkufuru Mungu. Maana yake anamtoa Mungu kwenye kile chumba chake, anamweka yule mwanadamu. Tuombe sana. Kwa kweli safari ni ndefu, lakini pia ukweli utabaki pale pale ya kwamba kuna kiburi halisi ambacho mwanadamu anacho, na kuna kiburi cha kutengenezewa, ni feki. Mwanadamu hana kiburi, lakini anatengenezewa kana kwamba aonekane na kiburi, mwisho wa siku aji-affect mwenyewe. Tusonge mbele, tusikate tamaa, safari ni ndefu, tukaze mkanda. Amen.